Asante sana. Mimi nimeshukuru kukuja kwa hii station yetu, na mimi Wakenya munanijua, mimi ni Yesu Lawyer. Mimi ni mtoto wa Siaya County, Ugunja constituency, Sigomre ward. Na nataka nishukuru Mungu, yeye ndiye alituumba, ndio maana tunatembea, tunafanya vitu zetu kwa sababu ya Mungu. Wacha nishukuru vile tulikuwa na rally Nakuru, na tulikuwa na rally ya Linda Wananchi. Na mimi nataka niambie Wakenya, tulienda Nakuru na tukafanya rally yetu vizuri, na watu wa Nakuru, mimi nataka kuchukua hii nafasi kupongezi bunge la wananchi wa Nakuru na watu wa Nakuru wote. Niliona kumbe avindu vichenjanga na vitu zimebadilika. Hii tulianza kama mchezo, na watu wengine walikuwa wanasema ati hii Linda Wananchi yetu inaenda kuisha hapa mbele. Saa hii mandugu zangu ndio inashika moto. Wakenya wameona vile Nakuru ilikuwa, na tulienda vizuri. Kama mimi Yesu Lawyer nilifika Nakuru Friday na nikafanya uchunguzi, nikaona ground iko sawa. Kumbe Wakenya wote wanaumia na sana kitu yenye sasa inamaliza Wakenya, na hii mambo ya petroli. Sasa tuliingia Nakuru, na nataka kushukuru viongozi wetu akiongozwa na captain, rafiki yangu, ndugu yangu, baba yangu, anaitwa James Bob Agri Orengo, party leader wa Linda Wananchi. Asante. Na tulifika salama, na mimi nataka nishukuru pia huyu governor wa Nairobi 2027 ambayo sio mwingine ni Babu Owino. Babu aliongoza ile kikao vizuri sana, na tena round hii kila mtu aliongea. Na mimi hapo Babu nataka nikushukuru wewe na huyu rafiki yetu. Mimi nataka kuwashukuru watu waliongea wote, wenye wamesimama waliongea wote. Kumbe Nakuru imebeba watu, na watu walijaa kwa hiyo kiwanja, na tuendelee tu hivyo Wakenya. Na watu walikuwa wanajiuliza ati watu walinda Wananchi hatuna mpango. Wewe, tuko na mpango. Wacha nishukuru pia rafiki yangu, ndugu yangu Brian Weke. Brian Weke ni kijana wa Suba. Jamaa amependwa kweli kweli. Brian, wewe utaenda mbali, na Mungu akulinde. Watu wote, viongozi wote, siwezi kawahesabu sana. Bwana Osoti, hii kuguzwa hii yako ya Nakuru imekupea sasa, unakuja. Na mimi nataka kukuambia, nataka niongee na watu wa Vihiga County. Muko na kijana mzuri mwenye anajua maisha ya mwananchi, ndio maana wamekataa. Wanasema ya kwamba wanataka kulinda wananchi, sio linda tumbo. Asante sana. Rally ilienda vizuri, watu waliongea vizuri. Kuna maaskari 2-3 walikuwa wanaleta mavugano, ati wanasema ya kwamba ati wamepigiwa simu ati istahili tuongee kuhusu rais. Na sasa huyo rais ndio ilitupeleka Nakuru kumtuanga, na tulimonyorosha kweli kweli. Alafu polisi mwingine mkale alitupa tear gas moja, ndugu yangu alikimbia. Na mimi nataka niongee na idara ya polisi. Mapolisi ni kama mimi, lakini ni kazi. Na wewe ni baba yangu, wewe ni ndugu yangu, wewe ni dada yangu, wewe ni mama yangu, umeandikwa. Usikubali utumiwe, kwa sababu rally
imekubaliwa kila mtu auze sera Kenya hii, aseme kitu yenye iko kwa roho yake. Ndio maana tunashukuru bado mpaka sahii Raila Amolo Odinga alileta free, alipigania Kenya. Saa hii tuko na freedom ya kuongea, mtu anasema kitu yenye iko kwa roho yake. Sasa mapolisi, nyinyi ni watoto wetu, nyinyi ni watoto wetu, msitumike. Mtu akifanya makosa shika yeye, mwenye hajafanya makosa wacha kumharibia. Nyinyi ndio mnaleta mavurugo hapa Kenya. Na ndio saa hii naambia paka wenye wako Kisumu, tunakuja Kisumu na sisi hatuna maneno mingi. Ukileta vurugo ndio vurugo ina nini, lakini mkikatu inasadi mulinde wa Kenya. Mtu auze sera yake, mtu auze sera yake. Na wacha niambie saa hii mandugu zangu, tuko na party leader, Linda Wananchi, tuko na party leader, a very wise man, tuko na amepigania wa Kenya, na tena ni lawyer mkuu, ndugu yangu Ajim Koko. Huyo ndio party leader, huyo ndio party leader mwenye tunamjua, sio ule wengine wa madafu, hapana. Huyu tuko na party leader, yeye hana maneno mingi, yeye anapendwa wa Kenya wote. Na wacha niwaambie, juzi Linda Ground mulikuwa mnasema ati mnataka power, mulikuwa mnasema ati mnataka power. Saa hii tena mumebadilisha slogan, mnasema ati mnataka heshima. Sasa power na heshima imeingiana wapi? Power na heshima imeingiana wapi? Mulikuwa mnaambia viongozi, mulikuwa mnaambia wa vijana ati nyinyi mnataka power, na mimi niliwaambia hapa kitambo, nyinyi hamtaki power. Power ilikuwa ni ya tumbo yenyu na mumekula ya kutosha. Hata saa hii Ruto amechoka na nyinyi, hata tuma pesa zingine tena. Hata saa hii si uliona Ruto amewacha kutuma pesa, mumewacha rally, mumewacha kutengeneza rally ya Linda Ground. Kume zilikuwa tu pesa ya Ruto. Saa hii mfanye rally tuone, mfanye rally tuone. Ruto amechoka na nyinyi, mnamdanganya na anaenda nyumbani, mnamdanganya na anaenda nyumbani. Sasa wametoka kwa power, wanataka power, wanasahii heshima. Mimi nimefuata siasa Raila Amolo Odinga. Raila alikuwa anatuambia left about turn, right hivyo. Akiona serikali inataka kumdanganya, ndugu yangu, tunatoka na mawe na tunakimbiza watu town, na hiyo kitu wanakaa chini. Raila anasema stop, tumestop. Lakini hii yenyu hii saa hii yenye mnasema ati sasa hamtaki power, mnataka heshima. Nani akuheshimu? Nani atakuheshimu? Nani atakuheshimu? Wakenya wanaumia, alafu mmekataa kutetea Wakenya. Nyinyi mnataka heshima. Tangu hii mambo ya petroli itoke, Oburu hajaongea, Oburu hajatoka hajaongea, na hapo Ruto unaumiza Wakenya. Tangu lini? Tangu lini mafuta iongezwe 40 bob? Tukipiga kelele alafu unatoa 10 bob ibaki 30 bob. Tangu nani mjinga? Na mafuta ndio inafanya ekonomi ya Kenya inakaa hivyo. Unaona? Sasa rais pia amechanganyikiwa. Anasema ya kwamba tuchukue mafuta taa tuweke kwa pikipiki. Wenye wako karibu na rais, wewe panga tu. Kama hujajenga jenga, unaenda nyumbani. Kama hujanunua shamba nunua. Wenye wako karibu na rais. Hata nashukuru Opiyo ndiye amenunua nyumba hapa Karen, 500 billion. Nunua, kwa sababu mbele ni mbaya. Wenye wako mbele, wako karibu na rais, nunua shamba, nunua nyumba, nunua gari, peleka mari kwa bibi, fanya harusi. Mbele ni mbaya, mbele ni mbaya, mbele ni mbaya. Kwa sababu Wakenya wote wamechoka. Na raundi hautaiba, hautaiba. Tunapiga kura, tunakuja Bomas of Kenya, utuue huko. Tunapiga kura, ukishapiga wajenzi wote, tulishaongea. Tunapiga kura, tunaenda Bomas of Kenya. Tunakaa huko, bibi ukiwa na bibi anakuletea chakula huko. Tutalala huko paka siku yenye mwenye atashinda tangazwe. Sio hata tunapiga kura na tunarudi kwa nyumba. Raundi hakuna kurudi kwa nyumba. Tunapiga kura na tunaenda Bomas of Kenya. Na mimi nashukuru. Ndio maana siku hizi napenda kwaya. Baba, naomba nitembee na wewe milele. Ndio maana siku hizi natupenda kwaya. Kwa sababu gani? Hata hao watu wa IBC wamesambaratishwa. Wengine wamekuwa wanalinda wananchi kwa sababu maisha ni ngumu.
Maisha ni ngumu. Mimi nilikuwa naenda nyumbani huko Siaya kwetu, nikipanda Guardian ilikuwa 1650. Nikipanda Easy Coach 1850. Nikienda Country Bus ni 1213. Saa hii nani atakuchukulia hiyo pesa? Mafuta umeongeza na 40 bob. Ha? Alafu unataka nikusifu. Ndugu yangu, nilisikia umetoroka Kenya umeenda huko. Ndugu yangu unaenda nyumbani. Na ground ni mbaya. Na nataka niambie watu wa Kisumu tunakuja. Mimi nimelelewa Kisumu. Watu wa Kisumu mnajua. Mimi nimezaliwa Kisumu, nimelelewa Kisumu, nilikuwa naishi Guba hapo Kajulu. Nimeendesha pikipiki hapo Kisumu. Weekend tulikuwa area 51. Hapo kona mbaya yote tunajua. Tunakuja Kisumu. Na hata hao watu wa Kisumu wanaumia. Kwa sababu gani? Maisha imepanda. Maisha imepanda. Alafu saa hii naomba wenye wanafanya mjengo, watu wa mjengo, watu wa mkono apewe 1000, fundi apewe 2000. Maisha ni mbaya. Maisha ni mbaya. Tuliona yes lawyer, tuliona Junet na kina Oburu Odinga na Gladys Wanga wakisema kwamba wame supporters wao wasitize kusupport serikali yake William Samoei Ruto. Nini inapikwa hapa ama betrayal tayari ishafanyika? Mimi nataka kukuambia hawa wamebaki bure. Junet, umekumbuka late. Umebaki bure. Ati supporters wenu wasi support William Ruto. Watu waliwatoroka. Kwa sababu mulikula pesa yenu peke yenu. Muliitwa watu wangapi wakati mulienda kuuza chama? Wacha nikwambie dada yangu Masi. Hawa alikuwa Junet. Sijui Omar huyu governor wa Mombasa. Alafu alikuwa Simba Rati. Alafu huyu mama mwenye anajifanya yeye ni Simba. Watu waine wakauza chama. Sasa wananchi sasa wameshajua. Hawana wananchi, hawako kwa ground. Na wacha nikwambie Junet, nilikuona jana unajibu party leader wetu. Sasa tunataka kutoa tu kucha hivi. Sikudanganya, tunataka kutoa tu kucha hivi. Junet, wachana na Orengo. Orengo ni Mkenya, wewe sio Mkenya. Wachana na Orengo. Na saa hii inastahili watu walinda wananchi, ndio inastahili wasumbue Orengo na simu. Sio nyinyi watu walinda utumbo. Wacheni kumpigia simu. Wacheni na Orengo, wacheni na Orengo. Mimi nakwambia Masi, wale wana watu, ndio maana Ruto saa hii ashughuliki nao. Saa hii wamekaa mwezi ngapi? Wajafanya rally. Wanavurugana tu. Wakikutana na viongozi leo wameweka vijana pale. Na pesa wenye wametoa pesa najua. Sio hata Ruto. Hawa viongozi wenye walichaguliwa. Hawa wenye walienda kwa broad base, hawa watu 4. Watu 3 hata saa hii Oparanya ataki hizo maneno. Watu 3 wamesanya pesa. Watu watashinda huko paka jioni, unapata mtu anaenda nyumbani na 1000. Alafu unaambiwa useme tu 1000 kutoka kwenda mali walienda ni 250, kurudi ni 250 kwa sababu fare imepanda. Umesaidia mtu na nini? Sasa Junet, leave us alone. Wachana na sisi. Tuko na leader, tuko na party leader yetu. Wewe mko na party leader yenu. Sasa tushindane tu kwa shera. Mkiona ni noma, mkiona ni mapangale, mkiona ni mambwekse, mkuje huku, tukae chini, tuende kwa NDC, muache hizo viti zenyu, hizo viti zote, paka machairman, sijui chairman. Murudi huku tuwapange. Na mimi mali nimekanyaga huku kwa sababu hii linda wananchi tumetoka nayo mbali, tukipigwa na tear gas. Mali nimekanyaga, uwezi nitoa hapo. Uwezi. Na najua mtakuja karibuni. Mtakuja kwa sababu Ruto anapeleka watu na UDA Luo Nyanza. Lazima mkuje huku. Saa hii mumebaki na watu 100 na ni viongozi wenye wanakula pesa ya Ruto. Wananchi wote sauri yenu. Asante. Tuliona Gladys Wanga akilia sana akisema kwamba ODM we need respect na hatutaruhusu UDA ama UDA iweze kupenetrate kule maeneo ya Nyanza, na akasema kwamba kwa sasa lazima wapiganie chama chao. Unadhania ni kitu gani hasa kinaleta utofauti kati ya ndoa ya UDA na ODM, na labda hivi karibuni tutarajie nini? Asante. Wacha nikwambie.
Hakuna kitu Wanga anasema, hakuna. Ukiangalia siasa Raila Amolo Odinga, Raila alikuwa anatingiza Kenya ina hii chama yake ya ODM. Unajua ODM tunaanza kwa grassroots, unanielewa, paka tunakuja paka juu. Kuna delegates za chama, na hii ya Uhuru delegates walifix. Hakuna delegates walifix. Wenye walikuwa delegates wa chama walimwagwa nje, wengine wamefix. Unanielewa? Sasa mimi nasema ya kwamba hakuna mwenye anaweza nini William Samuel Ruto hapo kwa hiyo team, hakuna. Saa hii Masi, mimi niko na deni yako, alafu unataka unalazimisha kitu ndio nilipe ile deni yako, alafu unaniambia mimi nasema ate hii itawezekana, na hata mimi najua niko na deni yako. Si wako na deni ya Ruto, wacha Ruto fanye. Na wacha niwakumbushe, wakati wa Raila Amolo Odinga, mimi nimeshaona chama cha Jubilee ilisimamisha MCA Ugunja ward. Nimeshaona wakati wa Raila Amolo Odinga chama ya huyu jamaa wa Mandera UDM ilisimamisha governor, Siaya County na wabunge. Kuna mwingine alikuwa ndugu yangu Frederick Ochieng, alikuja paka Kalonzo aka campaign. Hii wakati wa Raila Odinga chama cha MDG imesimamisha watu, lakini strong ya ODM madelegates ndio ilikuwa inafanya hizi vitu zinaanguka, hizi machama zinaanguka. Unanielewa? Sasa sisi hatuogopi hiyo nini, lakini Wanga, wewe kubali hata hapo Homa Bay Ruto lete mwenye anataka governor, ndio hiyo kichwa yako irudi chini. Utalia na bado hujalia kwa matanga. Tulikuwa tunawaambia mnauza Raila, tunapiga kelele, nikaambia Uburu simamisha gari, mmekataa. Wakati hiyo umepewa ndege na pesa kwa bag, umekuja paka Ugunja unatembea na pesa kwa bag. Sasa wacha kulia. Na mimi siku ingine, hata mimi ni mtumishi wa Mungu, siku ingine nitaenda kwa matanga ingine hata nizike mtu, alafu ukuje uanze kulia sijui nini, nitakunyang'anya microphone, nitakunyang'anya. Nikivaa vitu nini za ukuani, nitakunyang'anya microphone. Wacheni ujinga bwana, Wakenya waliisha. Ukenya wacheni kubeba watu wana. Kama hujafanya kazi nyumbani, na tunajua sahi Homa Bay County vitu yenye imefanyika hapo ni Raymond Omolo, vitu za national. Gladys Wanga hajafanya kazi, na hao ndio walikuwa wanatusi James Bob Agri Orengo ati Orengo afanye kazi. Wanga, hebu tuonyeshe wewe umefanya kazi gani? Zile zote ni national government, zile zote ni national. Ruto anakuja na launch, anatuma Omolo pesa analeta, alafu wewe ndio utashikwa ya kwanza. Jaribu uruke Ruto, utawekwa ndani na wewe utanyang'anywa kila kitu pap. Wewe unacheza na serikali. Saa hizi wakina Tuju wanalia na walikuwa kwa serikali. Wewe unacheza na serikali. Jaribu saa hii utoke, uache Ruto. Wewe utafungwa, utafuekwa ndani na hizo magari zako zote. Ruto anajua vile unaiba pesa unalepeleka Aero kukampenia ndugu yako. Ruto anajua pesa ya county, na amenyamaza kwa sababu uko huko. Jaribu toke, utashikwa na huyu ndugu yako yote. Asante. Tukimalizia, labda tuliona Oburu Odinga pia akisema Raila Amolo Odinga pia hakupenda mwenendo wake Sifuna, na hata wa leo wao they don't care whether atarudi ODM ama atarudi ODM. Hayo mnazungumzia vipi? Asante, swali mzuri kabisa. Masi, wewe unajua mtu akishafika 95 years ni kama anakuwa sasa mtoto mdogo, sio matusi hiyo. Hata yeye anajiita yeye ni Gen Z youth leader. Mtu akishakuwa na miaka mingi, kuna jambo. Raila Amolo Odinga kama hakuwa anakutaka, anakuambia wazi na anatuma watu, unanyoroshwa. Wakati wewe unakumbuka wakati wa huyu Babu na Mwamba, huyu si alitolewa akafukuzwa, enda uoe huko. Wakati wa Ruto ameleta nyenyenye akaiba pesa, akaiba mahindi na nini, wakati Ruto ni waziri, alifanyiwa namna gani? Raila angekubali
kama Edwin Sifuna alikuwa anamsumbua, angekubali awache Edwin Sifuna kwa hiyo kiti. Na nyinyi mnakumbuka, nyinyi watu wa social media, kuna wakati Edwin Sifuna akaguruma kama simba. Raila akisimama, watu walikuwa nadhani ati Raila atamwambia ati wewe toka nini. Raila alisema Edwin ndiye anaongea mambo ya chama, wengine ni tumbo crabs. Na hawa malawyers juzi ulisikia Sifuna na Orengo, hao ndio walikuwa moyo ya Raila Odinga, wengine walishanunuliwa kitambo. Sasa Edwin Sifuna ndio bado secretary wa ODM, na saa hii James Bob Agri Orengo, Wood Nyamayanga, Ajim Koko ndio party leader wa ODM. Ukipenda kama utaki, toroka enda Uganda, Museveni akuue. Kama unataka tukae na wewe kwa linda wananchi na sukume hii gurudumu tupeleke Ruto nyumbani. Asante.